Kama ni mara yako ya kwanza kututazama, hapa ni Alkebulan Media na hii ni Hekima Mfumo, platform itakao kufundisha namna gani ya kuingia kwenye biashara, namna gani ya kujihusisha na fedha, namna gani ya kudumu katika maisha ya biashara na fedha. Episodi za msimu huu ni familia na biashara, misingi kabisa biashara, kwa sababu tafiti zinasema misingi ya uimara wa biashara ni uwe una familia ama uwe hauna familia. Mtu mwenye familia bora atapenetrate kwenye biashara, na mtu asiye na familia kabisa atapasua na yeye kwenye biashara. Mtu ambaye ana familia mbovu, familia yake kishakuwa ni mbovu na biashara zake zitakuwa ni mbovu. Kwa sababu episodi ni familia na biashara, tunataka kufahamu familia ni nini? Unajua unapoongelea familia, unapoongelea familia labda kwa namna moja au nyingine kwamba familia ni muunganiko wa kikundi ambacho kina uhusiano wa damu moja, kwa maana kwamba kuanzia kwa baba, mama, watoto, bibi na babu ambao wametoka katika shina moja. Hiyo ndio tunaweza kuita familia kwa mtazamo wangu. Fasili ya familia ni kikundi cha watu wanaohusiana kwa damu, yes, ama kwa ndoa. Leo tunadiscuss familia ya kuanzishwa ambayo inatoka katika ndoa. Familia na biashara inayotoka katika ndoa. Biashara ni nini? Okay. Tunapoongelea biashara sasa tunasema ni kuuza au kununua bidhaa, huduma, si ndio? Kwa lengo la kupata faida. Kwa hiyo inategemea sasa, mfano sisi tunauza huduma, tuna lengo la kupata faida baadaye. Wewe kwenye kampuni yako pale unauza vyote, bidhaa na huduma, si ndio? Kwa hiyo ni ile activity yoyote ya kuuza bidhaa, huduma, ila lengo likiwa ni kupata faida zaidi. Asante. Nilivyokaa kwenye research ya vijana wengi wanaotaka kuanzisha biashara, ugumu wao wa kuanzisha biashara ni kutokana na familia ambao wanazo. Sio familia ya baba na mama, ni familia ambayo inabidi uanzishe itakayokusimamia kwenye biashara. Familia ulionayo nyumbani ndio msingi wa biashara. Una familia nyumbani, huo ndio msingi wako wa biashara. Kabla hujapata mtaji, familia yenye kukusupport, yenye kukutua mizigo ambayo dunia inakutwisha, hiyo ndio msingi wa biashara imara kuliko mtaji wenyewe. Vijana mtaani wamelalamika, nimeenda kwenye kuuliza mmoja mmoja, kila mmoja amekuwa na comment yake. Ni mke gani wa kuoa? Ni mtu gani supportive? Ni mtu gani wa kutokuwa naye? Ukijihadhari na haya, ni afadhali usiwe na familia kuliko kuwa na familia isiyo kusupport na biashara. Hapa tunazungumza na vijana wenye ndoto kubwa. Ukiwa na ndoto kubwa, kitakacho kupaisha ni familia. Vijana mtaani, naam, wameniuliza maswali mengi. Na hili swali linaloulizwa mtaani, nikasema leo tulijibu. Platform yetu ni ya biashara na fedha. Naam. Lakini msingi wa biashara ni familia. Kabisa. Una familia ya aina gani ndio utapenya kwenye biashara. Kutokuwa na familia ni ngumu. Nice. Ni lazima uwe na familia. Vijana wakaniuliza swali moja. Ni mke gani wa kuoa kati ya wanawake wanaokutana nao mtaani? Cha kwanza, ni binti ambaye wazungu wanamuita fresh. Binti akatoka kwa babake na mamake, hafahamu kitu chochote. Yaani anaishi nyumbani tuseme. Anaishi nyumbani. Wewe ndio unamchukua uanze kumfundisha maisha. Wako mtaani wanahitaji kuolewa. Kuna watu walioko mtaani wanaoishi maisha yao ama wanafanya biashara zao, wameshawahi kuwa na wapenzi, wakazaa. Wako mtaani pia wanahitaji kuolewa. Ndio. Ina maana hawa wana experience ya maisha. Alafu kuna stage ya tatu, kuna watu wenye experience ya maisha kuliko wewe muoaji mwenyewe. Wako mtaani wana vijana wanaita mishangazi. Nimeshaongea na baadhi ya watu wanaohusika na dini. Kwa maana viongozi wa dini. Yes. Wameshanipa uhalali kwamba wanashauri vijana wasioe mishangazi kutokana na jamii yetu haijazoea, ila sio dhambi. Kwa hiyo mtu ndo ni makubaliano, kwa hiyo sio dhambi. Sio dhambi. Na mimi nakubali. Wakanipa na references za manabii fulani ambao waishie kuwa watu waliowazidi sana umri. Ndio. Sawa. Sio dhambi. Isipokuwa unamuoa nani kwa target gani? Kwani kuna mtu anaenda kuoa ili afanye biashara na huyo mtu, au mtu anaoa kuanzisha familia? Tuelewe kwanza hapo. Maana kuna ndoa za kimaslahi, alafu kuna zile ndoa kwamba bana naona hapa nilipofika sasa peke yangu stoboi. Mimi naona sasa hivi kutokana na ulimwengu ulioko sasa hivi, ukioa kwa ajili ya kuanzisha familia, kuna siku familia itakuchosha. Kwa sababu ina changamoto nyingi. Kwa hiyo nashauri tuwe kwa maslahi. Tuwe kwa maslahi.
Mi nadhani naweza nikaenda kinyume na wewe. Kwa sababu lengo la kuwa na familia ni yani lengo la kuoa ni kuanzisha familia. Maslahi yanakuja ndani ya familia. Lakini tutakaposema kwamba uende kwa ajili ya maslahi, tunakuja kujikuta dada zetu wanatoka na baba zetu wakubwa. Kwa sababu gani? Hawahitaji kuwa na familia, wanahitaji kupata maslahi ya yule mtu. Kwa hakuna namna yule mtu atafanikiwa. Kwa sababu gani? Target ya kwanza ameenda kwa ajili ya maslahi. Mfano, sisi wenyewe vijana sasa hivi tunaogopa mwanamke ambaye anakuja kwa ajili ya kulilia sana wewe shida zako, na imekuwa ni kampeni kubwa kwamba usimhudumie girlfriend wako kwa sababu sio mke. Kwa nini usimhudumie? Kwamba usiruhusu aje kwa ajili ya maslahi. Sasa unaona hapo ni kwa sababu hatujajua maslahi ni nini. Maslahi ni manufaa yako, wewe unanufaika na nini? Mfano nikikuuliza wewe pale kwenye ile kampuni yako unapata maslahi gani? Wewe ukaniambia unaamka kila siku asubuhi mpaka jioni unarudi, hamna maslahi yote unapata. Kwenye kampuni nauza upate faida, ile faida inaitwa maslahi. Maslahi yako yale. Sasa kwa nini sura ya maslahi imeonekana ni mbaya? Kwa sababu kwenye mahusiano maslahi imeanza kutafsiriwa kwamba ni fedha. Unajua kipindi cha nyuma maslahi yalikuwa of course ile upate mke mwenye IQ anayekuweza kukushauri kwenye biashara, yale ni maslahi. Ukipata mtu mwenye experience ya maisha anayekwambia kwa biashara hii unayoifanya usifanye hiki, usifanye hiki, usifanye hiki, hayo ni maslahi. Utofauti ulikuja sehemu moja. Kipindi cha nyuma hata watu walikuwa wakianzisha familia, maslahi yao ilikuwa ni ile mtu anataka amani. Hataki kuwa peke yake. Yaani ukimuuliza anatafuta maslahi gani kwenye familia au kwenye ndoa, atakwambia mimi nataka tu amani. Lakini sasa siku hizi tunakuja, kwanza kuna msemo mmoja nilikutana nao, vijana wengi wanakuambia ukimwambia anakuambia sina hela. Yeye tu mmoja anaamini kwamba hana pesa hawezi kuoa. Lakini ukisema kipindi cha nyuma wazee wetu wanakupigia story, anakuambia mimi na mama yangu tulianza maisha tuna miaka 23, tulikuwa tunalala kwenye ngozi ya ng'ombe, hatakuwa na hiki kitu, hata hizi biashara zote tumejenga mimi na mama yenu hapa tukiwa hatuna kitu. So ukija kwa upande wangu mimi nitasema chukua mtu fresh from home, tuanze moja. Yaani kuanzia ninavyokuwa na wazo na ndoto hii, si ndio? Nikushirikishe tufanye wote. Sasa hapo kila senti moja itokee pale, yani tumeanza wote. Kwa sababu ninachokuja kuona kuchukua mtu ambaye tayari yuko established, ile kundi la tatu, kwamba sawa hana familia ila ni mhangaikaji, anaishi kwake, ana biashara zake, na wewe uje uende pale. Yani kuna namna mtu atakuwa anakuangalia kwa ile, ndo tunaanza kuulizana yani unaleta nini. Ngoja kwa kawaida tu kwanza nikwambie tu ule ukweli. Nilizungumza kipindi kilichopita kwamba umiliki hauko kwa mwanamke. Kwa hali ya kawaida brother, ukimkuta mwanamke ambaye tayari ameshasimama kwenye biashara yake na hajaolewa, kuna kitu kiko ndani ya mwanaume kinauliza. Yani nahisi nje ya hii biashara kuna mtu anafanya nini? Anampushi. Kwa hiyo hauwezi kuingia kwa kujiamini. Lakini unapoanza na kitu fresh, yani wewe mtu ni unamjua kwa sababu umekabidhiwa kutoka kwao. Hivi unajua mimi sitaki kuamini kama uko upande wake. Kwa sababu gani? Nisikilize. Mtu tukianza kuzungumza fresh vijana waelewe. Inabidi tuifasiri kwa ufasihi. Tuongee lugha za mtaani ili watu waelewe, kwa sababu tunazungumza mtaani. Tukizungumza vitu watu fresh kwa fasili ya kawaida inabidi upate mtoto wa 2000. Si lazima wa 2000. Kuna hata mtu wa 95, 96 bado anakaa nyumbani. Sasa hivi anakaa nyumbani ndio. Wapo watu waliostaarabika. Na sio tu 95, kuanzia miaka 88, 89 wapo wanaishi. Wewe hujaoa? Ndio. Ungependa uoe binti wa 2000? Ungependa uoe mshangazi? Ungependa uoe mama mwenye mtoto? Iko hivi. Nataka hii swali niliweke vizuri. Mimi hapo ukiniambia nioe mshangazi kwa maana ya mwanamke ambaye ameshazaa, kwangu pia yani ni vizuri. Sioni shida ya kuwa na mwanamke ambaye tayari kaishazaa. Achana kutia comment kwamba kuna shida ama hakuna shida. Nataka uniambie wewe kitu gani unakipenda. Wewe kitu gani unachagua? Yani option zote unazo. Option ipi unaichukua uondoke nayo? Kati ya binti ambaye ameshazaa, binti aliyetoka nyumbani fresh katoka chuo na miaka 24, mtu ameshazaa size yako, kashapigwa na mapenzi, anatafuta kuinuka na mtu awe serious. Alafu kuna mshangazi ambaye yeye hana option ya kutazama wewe tu chini ya jua. Unataka kumuoa yupi kati yao? Mshangazi. Kwa hiyo na maana unataka uanzie hii game katikati. Yes. Sawa, tunasema hakuna tuzo ya mtesekaji bora, lakini umewahi kukaa ukaangalia kidogo hawa watu hivyo kama tunavyosema ni mshangazi, si ndio? Unajua ndio ile baadaye utakuja uambiwe hapo ulipo mimi ndo nimekuweka. Tofauti na mtu ulianza naye kwa sababu tulipambana wote. Nataka nikwambie kitu kimoja kwamba mimi binafsi kuoa mwanamke ambaye tayari ana mtoto au kuoa mshangazi, mimi niko tayari hata kama wananisikia. Mimi niko tayari. Hapo sasa tutangaze. Sawa. Hatujinadi. Ngoja kwanza.
Sasa ngoja nimezungumza kwa sababu gani? Nataka sasa nikupe faida ambazo mimi naziona kwa mwanamke ambaye tayari ameshazaa. Iko hivi, tunaogopa kuwaoa hawa wanawake ambao tayari wana watoto kwa kuwaogopa wazazi wenzao, kwamba huyu mama akikutana huyu baba lazima kuna issue itatokea hapa katikati. Lakini wanakutana kweli. Nisikilize. Hicho kitu katika 100%, mimi nadhani kuna 30% tu wanawake wanaofanya hivyo. Brother, wako wadada ambao wamezalishwa wana misimamo na miili yao mara baada ya kuachana na wale baba watoto wao. Lakini sasa uone kama mtu wa aina hiyo anaweza akawa na majeraha fulani ambayo hata wewe unavokuja atakuona ni wale. Yupi sasa? Yani huyu ambaye tayari yani alishakuwa na maisha mengine. Asante. Huyu dada ambaye tayari ameshazalishwa akiruhusu kuingia kwenye mahusiano na kijana kama mimi. Kwanza ana nguvu kubwa ya kunidefense mimi kuliko mimi kumdefense yeye. Kwa nini? Ana uzoefu na habari ya mwanaume, amewahi kuishi na mwanaume. Kwa hiyo anajua kwamba madhaifu ya mwanaume yako sehemu fulani, yako sehemu fulani. Lakini si tunataka uzoefu kwenye biashara. Nisikilize. Huko tunaelekea pia. Ikiwa huyu mtu amenichagua mimi, kwa hiyo anaonekana kabisa kwamba ananipenda, siko tayari kumpoteza. Kwa hiyo makosa niliyoyafanya nyuma, hapa ninatengeneza. Kama ana point. Kama ana point. Nisikilize vizuri. Na huyu mtu akigundua kwamba huyu kijana ananipenda mimi, nataka nikwambie kitu kimoja, wanafunga ile milango hata ya kuonana na wazazi wenzao. Akimhitaji mtoto utasikia mtume mtu aje amchukue, na kabla mtoto kwenda mimi naulizwa, bwana namtuma mtoto anaenda, mimi siendi. Bodaboda anabeba mtoto anaenda. Wako watu wana misimamo kaka. Kwanza haujuti kuwa naye. Hiyo jambo la kwanza. Jambo la pili, nisikilize. Jambo la pili ni kwamba kwanza nina uhakika na uzazi. Naingia kwa mwanamke ambaye sasa hiyo hapa ndio inaweza ikawa ni point. Nisikilize sasa. Naingia kwenye ndoa na mwanamke ambaye tayari ana kizazi safi. Habari ya kwanza kuagizana mitishamba kutoka Usukumani na kuwa haipo. Sijui kama unaelewa vizuri. Sasa basi, changamoto yao wadada ambao nyinyi mnaona kwamba wanafaa au wanaokuja fresh kwamba hajawahi kuzaa, hajawahi kufanya nini. Tunachokiogopa kwa huyu single mother si ni kuchiti na mzazi mwenzake. Vipi huyu mdada ambao unaanza naye mahusiano alafu bado ana mahusiano na boyfriend wake wa chuo? Kuna tofauti gani? Iko hivi. Tukitaka tuweka sawa. Kwenye maisha tunaoishi sasa hivi. Hayuko mtu ambaye hajadate na mtu ambaye kashaza. Kwa ambaye hataki tayari na experience. Wewe hujadate na mtu ambaye kashaza? Kama mtazima kamera nijibu hilo swali sawa, ila hapa hivi. I can neither confirm nor deny. Yule binti anajua. Yaani yule binti wa sasa hivi anajua kabisa hajakuwa tukiwa fresh. Tuendelee. Tulikuwa tunasema hivi. No. Nisikilize kwa makini. Wewe umesema umesema mishangazi ni bora ama sio bora? Si bora. Mimi nimesema tukachukua mtu fresh nyumbani. Tuchukue mtu fresh. Tuanze wote. Ndio maana tunataka wewe sasa utupatie experience kwenye ulio date nao zamani. Nini kimekufanya useme hawa watu sio bora kuishi nao? Sasa mimi ninakupa experience live sasa hivi nilipo, maana haya ya nyuma yamepita. Sawa. Experience ipi? No. Nakupa sasa hivi, yani hii recent experience hapa kwamba tunavokaa na mtu, ninavyosema mtu fresh, tunasema atuangalii umri, si ndio? Yes. Anaweza kaa hata ni wa 88, 89 lakini namchukua kwao, si ndio? Pale tunakaa chini, tunachora game plan pamoja. Bana, tunaanza biashara ya matikiti. Si ndio? Najua soko liko wapi, nitaweka frame wapi, tutaenda kukomaa wote mabibo pale. Hali yangu ndo unaijua hii hapa, hata kama nina wallet ina buku wanafahamu, si ndio? Hata nitakavyosema pale ukija kwangu kuna mpasa hivi tutaanza kulala chini, wote tuna lengo hili. Tunapambana, hamna ambaye amemkuta mwenzake ana kitu. Tunaanza wote. Na uzuri wa mpaka hiki kitu ambacho nakiona cha kuanza na mtu pamoja ni kwamba yule mtu anakuwa na uchungu na kile kitu kwa sababu mmekitafuta wote. Si unaelewa? Sijajua ndugu yangu pale kwa upande wa mishangazi, kwa sababu kuna muda unaweza ukaambiwa ninakulisha wewe ninakuvalisha. Hapana. Na pia kuna muda hizo biashara utakazokuwa nazo baada ya huo mshangazi kuoa, kuna muda unaweza usiwe na sauti nazo sana kwa sababu utaambiwa nimekupa kila kitu wewe. Ngoja. Nimalize. Mfano mwingine pia mshangazi, kuna hata msanii mkubwa hapa. Kuna mama mmoja anajisema huko, anasema yule ndo nimemtengenezea jina, nimempa platform. Sijui unaelewa? Kwani kumtaje shingapi? Subiri ngoja kwanza. Tumesema hakuna naming and shaming hapa. Kwa mimi nitasimamia upande wangu. Ndio. Na defend kile kwanza, tuanze moja kwa sababu baba wa babu yangu alianza hivyo na bibi. Walianzia chini mpaka wakafika pale juu. Ilikuwa ni karne hii kweli? No, ni karne tofauti, lakini sasa kwa karne hii hapa mambo yalivyoenda mpaka sasa hivi nimekuja kuona. Labda nizungumze kitu kimoja kwamba yani ni old school. Unapozungumzia single mothers, na hisi ndio moja ya wanawake ambao akipata mahusiano mapya na akayaona yanajitambua, ndio moja ya wanawake walinzi sana kwa wanaume wao.
Ni sawa, ni sahihi. Sio kama vizuri. Ehe. Yaani sio wanawatetea. Wewe una jinadi. Yaani sio kama wanawatetea lakini nimewahi kuingia kwenye mahusiano na single mother. Brother, treatment ya mwanamke ambaye amewahi kuishi na mtu tofauti na binti ambaye anaanza. Yaani huyu mwanamama ana uwezo wa kutambua unahisi nini. Lakini unafahamu wazee wetu walianza hivyo hivyo bila experience. Hawakuwa wanachukua mtu alianza. Nisikilize. Na wao pia ilikuwa ni bahati. Ilikuwa ni bahati. Wao walikuwa hata wanapangiwa muda mwingine. Walikuwa wanapangiwa. Nisikilize nikwambie kitu moja. Walikuwa wanapangiwa. Sawa. Lakini kwa wazee wetu wa zamani, hasa kwetu sisi Usukumani, kwa kuna kauli mbiu moja kwamba mwanamke mwenye mtoto ndo ana faida kuliko ambaye hana. Mfano, walikuwa wanapangiwa kwa tabia ya yule mwanamke, sio kwa sababu kadhaa. Na ndio maana alikuwa anaweza kupangiwa mahali fulani kwamba kuna binti ila ana mtoto mmoja. Babu anamchukua yule binti na yule mtoto, na mtoto anabadilishwa ubini kuanzia muda huo. Naam. Inakuwa ni mali ya nani? Kwa nyakati, na ndio maana haikuwa na shida. Kwa sasa wewe ulivyokaa upande huu ni unaongelea sasa experience na umeona unaweza fanikiwa zaidi huko, au ni kuwa na masingomaza? Of course. Au umeamua tu kutetea kwa sababu umesema hawa watu wanatreat watu vizuri. Kwa nahisi hata kwenye biashara itakuwa ni hivyo hivyo. Turudi kwenye biashara sasa. Ndio. Single mother na wewe ambao unaenda kumchukua binti anayetoka kwao. Kumbuka binti yuko anda wazazi, yuko chini ya wazazi. Ni kweli. Hakuwa na access. Amejifunza vingi kwa wazazi. Naam. Amejifunza vitu vingi ila sio biashara. Wazazi nisikilize, kajifunza vitu vingi kwa wazazi ila sio ku maintain pesa. Hapo tuta debate. Kwanza mpaka sasa hivi uone msimamo wako, mimi na msimamo wangu. Alafu mimi wewe msimamo wako hatujui. Wewe uko upande gani kwanza? Hebu tuanzie hapa. Si ndio mko? Yes. Kweli. Uwezi wakaa upo tu. Kwenye hii mada nataka tuelekeze kwenye hii mada. Kila mmoja kiulizwa kuhusu mawazo anafikiriaje, lazima awe na jibu. Tupe jibu lako alafu sasa tutakuja tu summarize tuende sehemu moja. Naam. Kinachomata sana kwenye experience. Kuhusu mawazo, yani hivyo unavyodhani binti fresh ni sawa, kuhusu mawazo kila mmoja anaweza kulifikiria. Sawa. Experience ulioyaona na ulioyapitia yanaweza yakajenga zaidi. Kwa mfano, mimi umri umeenda. Of course. Unapenda kubali mapema? Inajieleza. Umekwepa mishale. Tuendelee. Mimi nimekuwa mishale mingi sana. Kwa speaking from experience, nazungumza na watu wenye ndoto kubwa. Sizungumzi na watu wanaotafuta mke wa kuwazalia tu. Of course. Nazungumza na watu wenye ndoto kubwa. Speaking from experience. Ukichukua fresh from home, hauna muda wa kushauriana naye. Una muda mwingi wa kumfundisha kuliko kushauriana naye. Tunafundishana. Mwenye malengo ni nani ya nyumba? Si baba. Baba ndo mwenye malengo. Si unamnyoosha mtu, unamwelekeza vision yetu ni hii. Kwa nataka hii game uianzie katikati sasa. Kijana unaona miaka 32. Sasa hivi kijana hao wana miaka 24 kama zamani. Wanao wapo. 24 25 nje ya Dar es Salaam. Nje ya Dar es Salaam. Asilimia hiyo. Dar es Salaam wengi. Unaona tukizungumzia kuhusu baba zetu. Baba zetu wengi walioa wakiwa na miaka 20, miaka 18, na miaka 22. Sawa sawa. Lakini sasa hivi vijana wengi hauwezi ukao ukiwa na miaka 22, ni ngumu mpaka uwe na bahati yako. Na bahati sio kwa kila mtu, usitegemee bahati. Kwa ukishaona miaka 30, 32, wewe unaona tayari umeshachelewa. Tayari una malengo ya kufanya. Una biashara za kufanya. Unahitaji mtu wa kushauriana naye, sio wa kumfundisha. Kwa hiyo kwa mimi vibinti vya 2000 vitokomee mbali. Visiwahi kuingia kwenye hizi. Kwa sababu mimi nataka tukishaingia kwanza ninapotafuta mtu wa kuoa kwanza. Mimi najua malengo yangu ni nini. Kwa hiyo sasa hapa kwa yule ndio kutuambia shemeji pale. Haukumtoa kwao. Haujaona tunataka kufundisha watu mafanikio yako sasa. Ninataka nikubali kitu kimoja. Ndio. Tukiwa hapa tunafundisha watu kutokana na maisha tunayoishi, maisha tulioishi, maisha na tunayoyaona. Nataka nikwambie kitu kimoja. Naam. Mimi tunadiscuss familia yangu sasa hivi. Nimeuliza tu kwa hiki ulichoongea umedefend sana kwamba vitoto vya 2000 vitokomee mbali. Nataka nizungumze kwamba sasa hivi na hutaki mtu wa kutoka nyumbani. Sasa hivi tunazungumzia familia yangu. Hutaki fundisha mtu. Tunazungumzia familia yangu sasa hivi ujue. Sawa. Napata faida kubwa sana kwenye mtu ambaye niko naye. Sawa. Ila tabu ipo. Ambayo ni kwamba ni ajiwae au wote mnajua? Hapana. Hao watu wako humble sana. Of course. Kwa sababu ukioa mtu ambaye ni gazeti la jioni, hataki kukupoteza. Nimezungumza hilo mimi. Ukioa kibinti cha 2000, ukijifanya mjuaji,
kuna fulani namtaka. Sikiliza, haya maisha ni uhuru, si ndio? Pale unapoenda kuchukua mtu kwao, kwanza hata kipindi chote hiki cha mahusiano, huyu mtu mpaka hata anakubali kuwa na wewe, ashaona pale bwana Mr. Cloud ana ofisi yake hii, anaelekea hiki na hiki na hiki, si ndio? Uwezo ukaniambia kwenye miaka yenu ya mahusiano 1, 2, 3 kama ni mtu sahihi, hajajifunza chochote, hajaona cha kukushauri, si ndio? Unless kama na wewe uwe na ule mfumo dume kwamba wewe kazi yako tu mimi ninakuhudumia, subiri nikuweke ndani. Kuna mali unafunga vunga. Yaani mimi nakufahamu, wewe ni ndugu yangu. Sawa. Huyu binti ulionaye sasa hivi ni shemeji yetu, tunamheshimu. Sawa. Maisha halisi tutakaofundisha watu kwenye platform. Naam. Ni maisha ulioishi na yule binti. Simtaji jina. Sawa. Simtaji jina maana atajitamba. Sawa. Kwenye yule binti uliyeishi naye alikuwa na mtoto, alikuwa na mpenzi wake alikuwa yuko hai. Ulichojifunza kwa yule binti kikija hapa mezani ndio tutafundisha watu. Sasa mfano, sawa, haina shida. So umetaka twende huko? Twende huko. Yule binti aliyekuwa na mtoto, sasa shida ilikuwa ni hii. Tatizo lilikuwa ni moja. Na biashara zangu ninazofanya, si ndio maana yake? Kwa kuna muda unaambiwa usifanye hiki na hiki, utafilisika kama baba fulani. Hilo lilikuwa ni tatizo la kwanza, kwa sababu mimi sio baba fulani. Aya, ninaleta mipango yangu mezani hapa bana, kwenye ile ofisi tunaenda 1, 2, 3, 4, tufanyeje? Sasa sikiliza, kwa hivi ninavyokuona utachelewa sana. Baba fulani naye nilimwambia akabisha. Fanya hivi anachokitaka yeye, sio kushauriana tena. Amsubiri basi. Alafu mwisho ikawa inakuja nisikilize mimi nina experience. Na kuna siku mpaka niliambiwa nimeshaenda leba mimi. Kwa nina experience. Nikikwambia fanya hivi. Si unaelewa? Lakini tumekuja kukubaliana baba ni kiongozi, si ndio? Pale ambako nimefika ni kwa sababu nilikuwa najiongoza mwenyewe. Kwa unapokuja kupata mtu unabidi mwe mnashauriana mnaenda. That's why nataka mtu ambaye tunakubaliana. Mfano, tunaenda Sinza, si ndio? Tunatoka hapa tunaenda kupanda gari pale, tukikosa tutapanda Bolt, tutashuka kituo fulani, tumefika tunakwenda, si ndio? Huyo ndo mtu ambaye namtaka. Sio ninavyosema tunaenda Sinza ananiambia haina shida. Utachagua unapanda nini, mimi utanikuta au hapo unapajua sijisikii kwenda. Ndo hao watu mnaowataka nyinyi. Unataka mpenzi wa mauzo wewe kaka. Sio mauzo, twende wote. Hapana, nisikiliza, ngoja. Umedai kwamba kuna vitu vingine kwa anavikataa na anakuambia ana experience navyo, lakini haukutaka kumpa nafasi. Sio kumpa nafasi, kuna kushauriana. Nimesema hakukuwa na kushauriana. Sikiliza, okay. Unapozungumzia neno kushauriana, naam, kuna vitu hivi viwili vinavyosimama. Kuna ndio na hapana. Sasa katika hizi ndio, sasa hapana inaleta World War 3, vita ya 3 ya dunia. Kweli? Nisikilize. Mimi naongelea experience yangu. Ngoja. Sasa experience yangu. Sawa, tunakuja kikawaida. Hapana ya mwanamke. Ukisikiliza vizuri ukaipa nafasi, ina maana. Sio zote. Nisikilize basi. Sawa. Na ndio ya mwanamke ukisikiliza na ukaipa nafasi, ndio ina maana. Ina maana, sawa. Sasa inategemea mnachokizungumzia ni kitu gani. Kabisa. Sio mla vizuri. Mimi nakumbuka kuna mwaka fulani, naam, babangu alipataga pesa. Afu ile pesa yeye kwa tayari anataka kuifanyia jambo fulani. Jambo lingine. Akalileta kwa mke wake. Mama ambaye ni mama. Naam. Akaniambia baba na mama, mimi na hiki kiasi cha pesa nimepata. Natamani hii pesa nifanyie jambo fulani. Yes. Nakumbuka mama yangu tatu tulikuwa tumekaa tunakula. Mama alikataa. Akasema hii pesa usipeleke huko ambako unataka. Kabisa. Sio kama vizuri. Kwa sababu ya ile nguvu ya ubaba, baba aliforce. Akaipeleka ile pesa. Mama palipokucha kesho yake asubuhi mapema. Nakumbuka amevaa bukta. Kamfuata ule mtu. Kamba naomba ile pesa ambayo mume wangu alikuletea ni ya kwangu sio ya kwake. Sio kama vizuri. Kwa sababu ile hapo ndo kagundua kwamba hapana mwanamke ukipa nafasi na faida. Baada ya hapo mama alipopewa zile pesa, mama alienda akanunua kiwanja. Sawa? Naam. Akaanza na ujenzi kwa ile pesa yote ya mume wake. Akaanza na ujenzi. Wakatoka kumbuka sisi tulikuwa tumepanga Mwanza sehemu moja inaitwa Igogo. Sio kama vizuri. Hapana sasa ile ya mama tukaona faida yake ndio leo tuna ule mjengo pale umepoa. Ni kwa sababu gani? Mama alikata ile pesa, aliona matumizi yanaenda kutumika si salama. Huyo binti light kama ungemsikiza hapana zake na zile ndio zikaza maana. Nakupa mfano wa hapana yake. Nikupe mfano wa hapana yake kabla hujaendelea. Hapana yake hiyo kuna mention ni baba fulani, shehe ilikuwa ni wivu. Sio wivu, hapana yake mfano moja, sawa? Nilipata safari nikaenda Rwanda. Nikarudi na vichange, si ndio? Nikaweka mezani bana. Hebu njoo kwangu leo. Kuna 3 hapa. Unahisi? Kulikuwa na kibanda cha wakala nimemfungulia sema. Ngambia unahisi. Kwa hiyo 3 pale kwenye kibanda cha wakala unaweza ukafanya nini na nini na nini. Biashara iko slow, commission siku hizi ni ndogo nini. Cha kufanya pale labda tuongeze mtaji 1,000,000. Alafu hii 2,000,000 iliyobaki
iPhone 13 naitaka. Nimekwambia muda mrefu kweli. Tena kulikuwa na msemo we only live once. Hata baba nani nilikuwa namwambia anakataa, mwisho wa siku akafilisika. Kwa hiyo ngoja basi nimalize. Ngoja nimalize. Kwa hiyo hapana zake, alternative zake hazikuwa nzuri. Mfano na uwanja sehemu, huyu ananipelekaga site, si ndio? Unamwambia mtu leo nibaki na milioni 1 hapa kwenye hizi dili zangu huko, si ndio? Unaonaje tukapeleka tofali kadhaa pale na nini, ananiambia hii usiifungie kwanza kule. Acha tu hii nikaiweka kwenye kikoba niongeze hisa. Ila hata wakivunja hiyo pesa ya kikoba huioni. Sasa hizi hapana hazikuwa na tija. Ndio maana mwisho wa siku ngaja kuona kwa mimi sasa wa experience yangu. Hata huyu ambaye niko naye ambaye tumeanza wote huku chini tunaenda mbali zaidi kuliko kule. Kwa hiyo hakuna namna naona hapa kule hapakuwa na shida, isipokuwa shida kwa ni moja kufananishwa. Shida huyu alipata huyo dada alikuwa yuko sawa sana. Alikuwa yuko sawa. Changamoto ni kwamba kule kufananishwa wanaume wengi hatupendi. Bwana mimi kitolea mfano kuhusu bwanako uliachana naye, mimi tunatofautiana. Hicho kitu naomba wote tumeelewa hapa. Kwa wewe issue ni kwamba kule kufananishwa ndiko kulikokwaza. Na yeye alikuwa sio tu kufananishwa, hapana. Yaani mawazo yake hizo hapana. Umesema hapana zina maana. Haya, nakupa mfano wa pili. Huu live kabisa. Mzee wangu mfanya biashara. Mama ni mwalimu, si ndio? Lakini biashara zote ambazo za mzee zimefanikiwa ni ile ambayo mama akatoa idea. Why? Mzee anaweza akawa amepata pesa fulani hivi na mzee wangu anapenda pikipiki. Akawaza hapa anapata Yamaha moja enduro kali sana nini. Lakini mama ameenda zake shule huko, akirudi anambia yani unajua kuna ile stand fulani hivi pale tukifungua duka genge pale linaenda vizuri kabisa. Mzee atakaa tawaza. Anambia ni mama yenu anataka tu maduka nini, mimi pikipiki sina, ila haina shida, ngoja nimpe iende. Atampa itaenda na baadaye mzee ataipata ile pikipiki. Na mzee wangu na maza wao wamebuild from ground up. Sasa hamna aliyemkuta mwenzie huko. Yaani familia za zamani asilimia kubwa wazee walikutana kwa fresh. Ndio maana nimekwambia mimi sasa mimi nimezunguka, nimekuja kugundua na ninashauri hata vijana wote turudi old school. Alafu tuanze kubuild kuanzia chini. Old school. Ngumu, sio kizazi hiki. Ni ngumu, sio kizazi hiki, au ni nyinyi hamtaki? Sio kizazi iko hivi. Tunazungumza na kijana mwenye malengo. Naam. Kijana mwenye ndoto, kijana mwenye future ambaye ana malengo makubwa. Unahitaji mtu wa kushauriana naye kama sio wa kukushauri. Naam. Kuna kushauriana na mtu wa kukushauri. Ukipata kati ya hao watu wawili utaishi vizuri. Ukipata mtu wa kumfundisha maisha unless muwe mnatafuta tu familia. Tunazungumzia ndoto. Tunataka kutengeneza vijana matajiri. Kabisa. Sio tu utajiri ni furaha. Unajua kuna stage itafika, kuna stage itafika tutaenda kuwaleta hao matajiri tukae naye mezani hapa, alafu watueleze kwao ilikuwaje. Tutafika huko ujue. Yes, mimi naona hapa sasa hamtaki kuelewa. Uwezo kumchukua mtu wa 2000 na una malengo makubwa. Tumesema sio 2000, kuanzia hata 89 90 wako wanaokaa nyumbani fresh from home. Unataka kuwa mwanasiasa ndio uanze kumfundisha namna gani ya kuishi. Hapana, kuna watu wanakaa nyumbani wanafanya biashara. Watu wanakaa nyumbani wanafanya biashara, si ndio? Wana own kampuni zao wenyewe. Na amesupportiwa na wazazi wake pale ka own. Sasa huoni kama mtu kama huyu ukijenga naye mnafika mbali zaidi? Unamtoa? Wapo. Ungekuwa hujaoa ningekupeleka. Hivi unajua kaka, unazungumzia vitu ambavyo kuvipata ambako ni kwa mganga. Yani nashindwa niliwekeje ili vizuri. Lakini nadhani kurudi old school itakuwa ni changamoto sana kwa sasa hivi, kwa sababu maisha pia yamebadilika. Sawa. Sio kama vizuri. Maisha yamebadilika. Yani malezi ya watoto tu sasa hivi yamekuwa na nafasi kubwa sana. Yani watoto sasa wanapushiwa kujua vitu vingi mno. Tofauti na sisi wakati tunakuwa. Sasa kama watoto wanapushiwa kujua vitu vingi, unataka kuniambia huyo ninaenda kumtoa nyumbani hajui how to run things, hana dreams zake? Yani iko hivi. Mtoto wa kike unapoenda kumtoa kwao. Naam. Ukamchukua wewe kwa sababu ni fresh. Kumbuka kwamba unamchukua ni mtu ambaye alikuwa na ndoto zake. Kabisa. Anapoingia kwenye management yako wewe, inamladhimu atoke kwenye ndoto zake atembeleza kwako. Hapana, si lazima, kwa sababu pale nimesema tunajenga wote. Let's say nataka kufungua car wash, si ndio? Mama watoto anataka kufungua sehemu ya nini? Makeup. Sasa si tayari ofisi mbili hizi mkuu? Au kwa lugha nyepesi watu wa fedha tutasema group of companies. Ofisi mbili developer nani? Mimi na yeye. Hamna uwezo kama mimi na yeye. Hapana, tunaanza moja na funguo nyingine ya pili. Au tunaweza kuanza zote kwa pamoja. Si tuna build wote. Ukioa fresh bro, sio mimi na wewe, ni wewe. Yes, ni wewe. Sawa, si mbaya, yani najua kwani subiri. Kwani ukioa inamaanisha umeua ndoto za mtu? Yes.
Hapana. Amini ninachokwambia. Hapana. Amini ninachokwambia. Mafundisho yote ya ndoa yanasema uwe usupport ndoto za mtu, mbuild pia. Ninachokwambia brother. Familia zote za siku hizi, hata wababa, mtu anavyokupa mwanae anakwambia kabisa bana, huyu anatamani labda kuwa daktari, si ndio? Anatamani kuwa daktari, uwezo mimi wa kumuendeleza kufikia nimeshindwa. Ila wewe sasa ukiweza msaidie. Kwa ndio kuniambia wewe utakuwa mtu ambaye hautamsaidia mkeo kufikia ndoto zake? Yaani mimi nitamsaidia, ndio maana naona tuanze wote. Tunarudi kwenye kipindi cha nyuma. Naam. Ukiwa na ndoto zako na mke akiwa na ndoto zake, haya sio maisha ambayo inabidi yawe kwenye familia. Mkielewana zinaunganishwa. Tunaenda kuna mmoja lazima ipungue nguvu. Si lazima ife. Kuna mmoja lazima ipungue nguvu brother. Hata kama ikipungua nguvu, lakini si ndio hii mipango sasa tumekubaliana kwa sasa hivi. Chenye maslahi ni hiki. Tunaanza na hiki, tutaenda hiki. Mimi ni mchungaji, mke wangu mwanasiasa kweli? Yaani brother, naomba unafika si mnakubaliana ya Kaisari ya Mungu. Kuna nguvu za upande wa familia itapungua. Ukisema huyu abaki kwenye nafasi yake ya utafutaji na wewe ubaki huku, mnapokuja kwenye swala neno familia, kuna kitu hakipo. Kwani mahusiano si maelewano? Sasa familia si kuna muda inabidi muwe mnakubaliana za familia na biashara. Ndio tukachagua watu ambao tunawalenga. Tunamlenga kijana mwenye ndoto kubwa, sio anayetafuta tu mtu. Ndio maana watu wanaachana. Unajua kwa sababu gani? Unajua kwa sababu gani watu wanaachana? Watu wanaachana kwa sababu hii pia moja. Kwenye miaka miwili ya mahusiano tumeshindwa kukubaliana mimi na yeye tutafanya nini kuendelea mbele kiuchumi. Hapo ndio maana unakuta mtu anafika stage kabisa anasema aisee, mimi naona hatuta work. Kwa sababu simple, yani kila wanachojaribu kufanya wote wawili hakiendi. Kila mtu anaya kwake. Hayo sio. Kwa sababu ninachoamini, achana na hii kusema huyu ni soulmate, ni nani, hapana. Yani mkiwa ni watu mnaosikilizana na kujengana na kushauriana, si ndio? Kuna ndoto za fulani, kuna ndoto za fulani. Tumekutana katikati, tunapendana, tushasema bana hatuachani, si ndio? Katika haya yote tuliyochora hapa, tunaanza na lipi? Litupe hili na hili na hili. It's possible. Na ndio kinacho happen kwangu. Ndio maana mimi naona it's best. Kaka, mbona anaonekana kama anataka kushawishi? Hapana. Bado hajanishika. Umekaza kichwa. Bado, na si yani bado. Kwa nini mimi nakwambia hivyo? Naam. Si uko na shemeji? Naam. Muulize ndoto zake alikuwa anataka kuja kuwa nani. Nazifahamu. Nazifahamu, sijawa bado. Askari ya uchumba. Si ndo maana yake. Hata uchumba bado ni mahusiano. Ni mahusiano. Sawa. Ni mahusiano. Uhuni kama uhuni tu. Si uhuni, wananifahamu kwao. Ukweli unatambulika. Najulikana. Nilikupeleka siku wewe. Umbea sasa. Umbea. Huo tunaita ni uchumba. Kwa sababu pia binti lazima atakuwa na heshima kubwa kwako kwa kuiogopa familia kwamba tayari unatambulika. Sawa. Kwa ndoto zake nazifahamu. Ndoto zake unazifahamu. Anapenda kufanya nini, anapenda kuwa nani, nafahamu. Na anafahamu za kwangu. Yeye anafahamu za kwako. Naam. Okay, niibie tu siri kidogo kwamba yeye anatamani kuwa nani? Yeye anatamani kuwa nani? Yeye yuko zaidi kwenye industry ya aviation. Usafirishaji wa anga huko ndo anakofanya huko sana. Ndo anakofanya. Nimsaidie kitu maana shindo kuelewa. Kisha sema aviation anataka kuchanganya. Nimesema usafirishaji wa njia ya anga ndo huko. Sasa sio kuonekana ni conductor wa ndege. Conductor wa ndege. Mhudumu. Ndege za maconductor. Zina wahudumu. Ina maana hata yule naye huaita abiria pandeni na nyinyi. Hii ni sekta pana, kuna ma customer service, kuna kila kitu, kuna ma operators ni wengi. Wewe elewa tu ni sekta ya anga. Anaweza kunywa chai Tanzania, chakula kaenda kula Dubai, dina kaenda kula Marekani. Okay. Hamna familia hapo. Uni mwaka wa 3 tunaenda wa 4 na ninasema kabisa familia. Unafanya nini? Hujaona. Unafanya nini miaka mitatu? 5 hujamuoa. Unafikiria hilo? Haijafika bwana. Kaka ni 4 na miezi 9 kaka. Tangu nampata tu. Hata huko haijafika. Tena tusubiri twende sehemu moja. Naona mmeshatoka kwenye reli wote. Sijui ulikuwa unaelekea wapi. Uliuliza sekta nishakupa. Yani ngoja basi. Sikiliza. Mpaka sasa nisikie kwamba nani kitu kimoja. Mpaka sasa nyinyi malengo yenu na ndoto zenu haziko pamoja. Kwa sababu gani? Zipo. Kwa hali ya kawaida unakaa kwenye mahusiano miaka 4.5 na binti wa mtu. Mimi haijafika, nimesema ni mitatu. Polepole. Hapo niliwaambia tunasomea udaktari. Udaktari ni miaka 5. Kaka nisikilize basi. Unafanya nini? Na swala daktari si chuo hicho nakita. Mna ruhusa ya kuoana na mkaendelea na masomo. Sawa. Sio mlazimu. Brother, miaka 4 kwa hali ya kawaida na mtoto wa miaka 3 na mama ni mjamzito. Tena ikiwa una malengo naye na unajua sana ndoto zenu zimemechi. Na mimi nikwambie sasa. Kwa nini hata hatujarashi hii habari ya kuoana sio nini? Kuna vitu vingi tunafanya pamoja tunaviweka kwenye mstari ili tuende huko.
Ndio maana hakuna njia. Ngoja basi. Kwa sababu watu kama wewe mtaani ni wengi. Ndio. Wenye wapenzi miaka 6-7 kama wako ni wengi mtaani. Miaka 6-7. Huko 6 sijafika. Yaani mimi una miaka 5 wewe unasoma udaktari. 5 sijafika. Alafu kwa bahati mbaya uni watatu. Sababu ya msingi kabisa unafanya mpaka sasa hivi hujaoa. Tunapambania ndoto zetu. Kwa sababu kwanza mpenzi wako wewe hayuko nchini. Tunapambania ndoto zetu ili amuoe mwanamke. Mambo mengi ambayo tunafanya sasa hivi tunanyoosha kwa ajili ya kuanzisha familia, si ndio? Ingia kwenye familia yangu ukaanza kusema mbele ya kipindi kwa mimi natumwa na mke wangu. Ni kweli. Ni kweli. Ngoja, na mimi na siri zako nasema. Umeanza kunikaanga sasa. Siri zako na mimi nasema. Sababu mimi ninafanikiwa kwenye biashara zangu kwa sababu tumetoka wote chini. Mmetoka wote chini wapi? Mimi subiri basi, ngoja basi kwanza. Umesikia mfano? Mimi ni mhasibu by profession, si ndio? Katika sekta yangu hii ya uhasibu na utaalamu wa mambo ya fedha. Na mama kule katika sekta yake ya usafirishaji wa anga, si ndio? Kuna vitu vingi ambavyo tumesha collide pamoja tunafanya. Ambavyo nikiangalia miaka 2-3 msipopiga picha na mimi vizuri sasa hivi, hamtapata hiyo nafasi. Kwa sasa anatuibia kaka. Kwanza nikwambie kitu kimoja. Kwa na yule binti mtoe kwenye nchi aliyoko sasa hivi umetoka kwenye nchi. Nikwambie kitu kimoja. Ndio mkuu. Yaani kwa hali ya kawaida. Mimi ili niamini hicho kitu ambacho wewe unakizungumza na ili wewe na nguvu kwa huyo binti. Naam. Ili yeye mwenyewe pia umtengenezee uaminifu kwamba ni kweli kuna mahali mnaenda. Naam. Ni yeye yule binti kuwa karibu na wewe. Yupo? Hayupo nchi hii. Yupo karibu na mimi. Malizia. Aliko shemeji ni zaidi ya kilomita 10,000 na kitu kutoka hapa tulipo. Mara mwisho kuona naye face to face kwa wiki iliyopita. Kaka. Ndio, nilisafiri wiki iliyopita. Weekend tulikuwa naye. Jumapili tulikuwa wote, lakini hii kuanzia Jumatatu mpaka lini tulikuwa wote? Kaka. Wewe unaenda kazini saa 4 usiku wewe. Maana nikasema kwamba tumalizie, mkuu alikuwa na point. Nikasema kwamba mnaponia mamoja ndio mke. Naam. Na mume. Naam. Ili muende sawa, lazima ndoto ya mmoja ife. Sasa mimi ndo maana nimekwambia na kuprove wrong kwamba ikiwa kama haitakufa basi wote mwe kwenye mkoa mmoja, kwamba mimi ninaamka naenda kazini kama walivyo baadhi ya watu kwamba mimi ni mhasibu, huyu anafanya kazi kampuni fulani katika sekta fulani, tunatoka wote kwenye chumba hiki kimoja, unaenda kazini kwako, naenda kazini kwangu, hapo ni sawa. Unaongelea sogea tuishi, unaongelea familia sasa. Sasa hapo mnaniataki bure, mimi sijafikia kuwa familia sasa. Tuongee kwa experience. Ndio. Baba yetu Mheshimiwa Rais mstaafu Jakaya Kikwete, mke wake alikuwa ni mwalimu by profession. Sasa hivi yuko bungeni ndio. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu mume wake alikuwa mwanasiasa na ni nguli wa siasa, kwa mke wake inabidi aachane na mambo yake. No, lakini ukifuatilia hata kipindi ambacho mkuu bado hajafika kote huko, mama bado aliendelea na profession yake ya ualimu. Walimu kaka muda gani? Ana taasisi pia pale, ana taasisi kabisa ya foundation, bado anatumia. Sawa, ni mkurugenzi lakini bado anafundisha mabinti, anaelimisha mabinti. Hajaacha taaluma yake. Nisikilize nikwambie, yani ngoja, an educator. Sasa hivi sio mwalimu tena. Sio kwamba ni mshauri. Hata ushauri. Sio mwalimu, haingii darasani, ni mshauri. Alafu mmekuja upande wangu. Yuko bungeni, si ndio? Kafuata ndoto ya nani? Mwanaume. Na hajaacha kuwa mwelimishaji. Kabaki kuwa mshauri. Bado anaelimisha, ana taasisi yake anaelimisha. Mimi na uhakika kipindi anaolewa alikuwa ni mwalimu mwajiriwa sehemu fulani. Ndio. Tukimsikiliza Mheshimiwa Rais. Alikuwa ni mwajiriwa mwalimu sehemu fulani. Baada tu ya kuolewa na baada tu ya mheshimiwa kuingia kwenye kiti cha ukuu. Sijui kama aliendelea kuwa mwalimu mwajiriwa mahali fulani. Sawa, lakini bado anafundisha. Anaelimisha mabinti, ana taasisi. Kaajiriwa wapi? Sasa hivi si yuko bungeni? Ameajiriwa wapi? Kwenye siasa, kwenye nyanja ya siasa. Ambao ni ya nani? Na kupitia nyanja ya siasa ameanzisha taasisi yake ambayo bado anatoa elimu. Baba. Umeanza kuja sasa unapopata. Sijaje upande wenu, ndio. Kwa sababu light kama mama Jakaya asingelifuata ndoto ya baba na walimu wake kwenye walimu wake tu. Lakini kwa nini kamfuata baba? Sasa angeweza kubaki kwenye walimu wake na akafunguliwa hata a chain of schools. Akawa na shule nyingi akaendelea kuzi-own. Wao unakuta ni makubaliano yao kwamba sasa hii profession yako ualimu na kuelimisha unaweza ukaja upande wangu na ukaitumia hii. Wameua ndege wawili kwa jiwe moja. Unaweza ukaja upande wangu. Kwa nini asibaki huku? Subiri basi sasa, ndio maana nasema lazima watakuwa na makubaliano fulani. Kama ambacho nina try kuwaelimisha hapa kwamba na huyu wa kwangu ambaye nimemtoa kwao, kila mtu ana ndoto zake. Tumeshajua kwake. Sawa. Ila pale tunakoelekea na tunavyoelekea kuwa familia sasa. Tushajua tunaanza na kipi, tunamaliza na kipi, si ndio? Lakini brother, nisikilize. Yaani kwani mko against sana? Hapana. Mimi iko hivi. Light kama
ingelikuwa inawezekana kwamba kila mmoja cooperate kwenye ndoto zake, sioni sababu ya Mama Jakaya kuacha nini ualimu. Mimi nitagombana na yeye, hajaacha bado anaelimisha. Nataka unielewe. Naam, sawa. Nataka unielewe. Mama ilibidi astiki kwenye ndoto yake. Bana wewe mume wangu ni mwanasiasa, baki huko. Mimi ni mwalimu na tunachokiongelea hapa tunasema vijana wenye ndoto kubwa, si ndio? Yes. Yoyote utakayekuwa naye mfanikiwe wote, si ndio? Sasa hapo narudi sasa. Kwenye kufanikiwa wote. Yes, kwenye kufanikiwa wote ni kwamba huwa tunaombea kumpata mwanamke atakaye support ndoto zako. Sawa. Sambamba huko niko na nyie mpaka hapo. Sambamba na kusupport ndoto zako, ni kwamba tayari yeye ameacha za kwake. Anadili na sasa hapo kwenye kuacha zake ndo ninasema inawezekana. Inawezekana. Nyinyi mkakubaliana. Kila mtu ana ndoto zake, si ndio? Tunaanza na hipi, tunaacha ipi? Asipokubali kuja kwako kuna familia, si lazima familia inaendelea kuwepo. Si tumekutanishwa na mahusiano, tumependana. Kaka, kwani subiri, nyumbani kwenu wote mnapenda wali maharage? Nisikilize. Ngoja kwa nijibu kwanza. Mnapenda wote wali maharage? Hicho chakula cha taifa. Chakula cha taifa sijakataa. Ngoja basi, subiri. Maharage wewe na nazi. Subiri. Hata kuoga niko lazi nioge mapema. Sawa. Wewe unaweza kuwa unapenda wali maharage, mama anapenda wali njegere, si ndio? Lakini si mnakuja mnakubaliana Jumatatu wali maharage, Jumanne njegere, Jumatano maharage, Alhamisi nyama, si ndio? Lazima baadhi ya mambo ya baba yatapata priority kwa sababu yeye ni kichwa. Nisikilize. Yaani mimi siko mbali na wewe unachokizungumza. Kwamba ni kweli kuna uwezekano kwa wanandoa mimi na wewe. Ni kweli kuna uwezekano kwamba kila mwanandoa akafanya mitikasi yake na kufikia malengo kabisa wakiwa pamoja. Sawa, ndio wakiwa pamoja. Lakini kwa upande wako na katika kuwa pamoja, subiri, na katika kuwa pamoja sasa ndo unampatia wapi ambako mimi nasema nikamchukua nyumbani, wanikabidhi wazee, nianze naye kule. Naomba nizungumze na wangu. Mnakubaliana kwanza mnataka shortcut? Yaani mimi nataka nisikize kwanza kiongozi unasema. Naomba nizungumze na watazamaji wangu ambao niliwaahidi kwamba hii mada itakuwa sawa na turuhusiwe kupigana. Tusipokubaliana turuhusiwe kupigana. Na speaking from experience, kwanza tushagundua wewe una mwaka wa 4 hujawahi kuoa. Kwa na ulichokuwa unazungumzia by experience, kwa hiyo mada yako hatuipatii mashiko kwa sababu unataka vijana wa 2000 wafundishe maisha na watu sasa hivi hawafundishiki. Nataka nizungumze na kijana mmoja ambaye uko mtaani, uko mjini, una ndoto kubwa, unataka kupasua kwenye karia yako ya biashara yoyote. Naam. Hauhitaji mtu wa kushauriana naye. Nisikilize mimi from experience. Unahitaji watu wawili tu. Unahitaji mtu wa kukushauri ama wa kukusikiliza. Kijana wa miaka 2000 mwezi akaweza kushauri chochote. Hivi Diamond Platinum mafanikio makubwa kwenye mahusiano yake yote amepatia kwenye nini? Tunaweza tukamuuliza. Hamna, ila yanaonekana. Yaani kitendo cha mtu kuchukua maisha yake kuyaleta kwenye media. Amepambana pia lakini. Maana yake anatoa uhalali wa haya maisha. Amepambana lakini ukiangalia amepambana akiwa mwenyewe. Hana familia mpaka sasa hivi, sawa, yuko na wazazi wake na nini na watoto pia. Ila amepambana. Nisikilize. Ni kweli amepambana. Tunasamee brother kwa kukuzungumzia pasipo idhini yako, lakini tunajifunza kupitia wewe. Iko hivi, ni kweli amepambana. Katika kupambana kwake ukiangalia, naam, kuna kama si sawa, aliwahi kuzungumza kwamba hata English amefundishwa na wapenzi wake. Sawa. Yaani anaweza kufundishwa na wapenzi wake. Naam. Ambao wako na mzidi umri. Kwa lugha nyingine masingoma. Wewe na mishangazi sasa ifike wanadili na vitu 2000 ifike mahali. Nisikilize. Angalia brother katika mazungumzo yake, waliompush kwenye maisha ya mafanikio ni wadada walioko na mzidi umri. Wako wapi? Kwa lugha nyepesi. Wako wapi sasa hivi? Iko hivi. Subiri Nisikilize. Kwa lugha nyepesi ni kwamba masingle mothers ndio waliompush mpaka kufikia hapo walipo. Amepambana jamaa. Nisikilize basi. Sawa, wamempush, amepambana. Brother, support iko hivi. Mafanikio ya mtu yeyote yule duniani hayaletwi na yeye peke yake. Sawa. IQ pana ya Diamond Platinum siku moja aliyofanya interview, amesema IQ ya kufikiria makubwa na kufikiria dunia ni kile kipindi alipoanza Nazari akapewa mtoto huyu mmoja. Akagundua sihitaji kukaa tu Tanzania, nahitaji kwenda kimataifa kwa ajili ya watoto. Nakushukuru sana. Huko kimataifa mimi nishaenda tayari. Tuendelee. Mpaka ngoja. Kimataifa nimeshaenda. Okay. Hapo ni umemnukuu ndugu yetu. Ndio. Alikuwa kwenye mahusiano na nani?
na single mother mama wa watoto takriban 5. Kwa hiyo kwa lugha yule mama anakufundisha maisha. Na yule mama mimi nakwambia kitu kweli, katika watu ambao mimi niko na respect kwenye mahusiano na brother ni yule dada. Sasa mimi nauliza tu, na ninaamini yule dada in summary nisikize, yule dada alimsaidia pakubwa sana ndugu yetu kufunguka kiakili. Kwa hiyo mnasema sasa vijana wenye ndoto kubwa chukua mtu mwenye experience na unachokifanya. Na sio tu kwenye experience specifically waende kwa masingo maza. Nisikilize. Wana experience. Hamna shida. Faida Faida single mother. Kwa leo na hata kesho. Ni watu wawili. Sawa. Kuna single mother, kuna mshangazi. Mashangazi tungewapatia priority. Ila kwa sababu umri umeenda, watakuwa wazee bado kijana, watakuwa haina shida. Faida single mother ana experience na mahusiano. Ndio. Wewe ng'ombe unaishi naye. Humsumbui kitu, anajua hizi ng'ombe namna gani za kufokeana nayo ama sio kufokeana nayo. Yes. Sawa. Hii ng'ombe namna gani ya kuisikiliza, namna gani ya kuishauri. Sawa. Kwa hiyo hapa mwisho kabisa ambacho ninakiona mimi nitajenga kutokea chini kwenda juu. Nyie hapo katikati mnapokutana na hao masingomaza na mishangazi, si ndio? Mtaanzia hapo, mtapanda juu. Ila mwisho wa siku tukutane wote wapi? Juu. Wewe tukutane at the top. Hautatoboa. Hivi unajua tukutane at the top. Mimi mwisho wa siku vijana nitawaambia tu kitu kimoja bana. Siku hizi tunasema fuata moyo wako ila beba na akili yako, si ndio? Sasa wewe inabidi ujifunze. Subiri sasa. Fuata moyo wako ila beba na akili yako, si ndio? Sasa kama wewe fuata moyo wako kwa singomaza na akili yako imesupport, hamna shida, all the best. Na mimi sasa huku ninakotoka nimeenda pale, nimekabidhiwa safi kabisa kutoka nyumbani pale nini, tunasema kuku wa bandani, hamna shida, tutakutana wote juu. Sawa Frederick, inabidi hapa ujifunze kwangu kwa sababu mimi tayari uona mwaka wa 4 unahusika. Wewe taarifa zako tunazo. Na hata kuna swali niliuliza kwenye ile kampuni yako ambayo mke wako amekuzidi cheo mpaka sasa hivi anayetoa orders ni nani na ni ndoto za nani zinapushiwa? Hili swali hajawahi kutujibu. Hivi kile cheo pamoja na kwamba mnaongea lugha moja ila hajawahi kutujibu. Hivi kile cheo kampa nani? Kile cheo kampa nani? Brother huyu pale ni procurement manager, si ndio? Mtu wa mauzo si na nini. Lakini mke wake ndo CEO na MD. Kwa hiyo ina maana kuna muda hii mbwa hapa inaambiwa toka wewe na vijana, hatuna revenue, mkauze. Hata kama yeye ni baba, hata kama kampuni ni yake, ila sasa hivi anapangiwa vitu. Na nina wasiwasi hata kuwepo kwenye hiki kipindi hapa, jamaa aliomba ruhusa, hajatoa taarifa. Turudi kwenye mada inasema familia na biashara. Familia. Mimi nasema familia tutokee chini tuanze upya. Okay, kwa kijana wa umri wetu. Naam. Tunaonelea kwamba ili avuke viwango vya kimaisha. Yes. Anatakiwa awe na watu wangapi mmesema? Watu 2. Wa kushauriana naye ama wa kukushauri. Naam. Wa kukushauri ni huyu umesha confirm. Ana elimu kuliko mimi, ana experience kuliko mimi, anafahamu kuliko mimi. Kwa asilimia kubwa kwenye gia za msingi hauhitaji kushauriana naye. Unamuuliza what to do. Unapangiwa cha kufanya. Hamshauriani, si ana experience, unaambiwa. Tawi lako ulilofungua Mbamba Bay kwenye kampuni yako ilikuwa ni idea yako au ni uliambiwa kafungue kule? Mtu anajua unakoenda. Unajaenda kushauriana. Si unamuuliza tu njia iko wapi? Yes, ni kweli. Lakini kuna mali nataka nipafahamu hapa. Kwamba tunaongea na kijana wa Kitanzania ambaye anataka grow kwenda sehemu nyingine kabisa. Nataka sasa huyu kijana tumwambie kati ya hao watu 2 aende wapi? Mimi nitasema tu afate moyo wake, abebe na akili yake. Mimi nitasema kitu kimoja kwa sababu very soon I'll be mentor of this generation. Nitamwambia kitu kimoja. Kama hauna ndugu hapa mjini, hauna ndugu anayefanya serikalini, hauna mshauri wa biashara yako, you just fresh kutoka chuo, fresh kutoka mtaani, umeanzisha biashara yako, unataka kupanuka, unataka kwenda mahali kutoka ulipo uende sehemu nyingine, familia yako itamata sana, itamata kabisa kwenye biashara zako ili uweze kukua, ili uweze kufika unakoenda. Familia muhimu. Kama ukibahatika anayejua unakoenda, ndio ni bahati. Ameni mwanamke. Tukisema ni yes. Kwa sababu ukimchukua mentor wa kawaida, mamenta wanalipwa. Mentor of business na walipa. Lakini kama ukibahatika ukampata mtu anayefahamu unakoenda kwa gharama yoyote inayofaa kuwa naye, mchukue. Safi.
Kama ukimchukua mtu ambaye, kama ukimpata mtu ambaye anafahamu unachokifanya, anafahamu unachokifanya, huyu ni wa kushauriana naye, na yeye mchukue. Kama ukimpata mtu fresh, ijapokuwa sipatie percent kama utampata fresh ambaye anajua anachofanya. Sawa, fresh mtupe 2000 watupe kaka. Vitoto vya 2000 achana navyo, vitakuua bro. Vitakutoa leo kaka. Kumbe tayari unayapa naonekana kama nakuchonganisha. Sikiliza. Tunamaliza saa ngapi? Tunamaliza sasa hivi. Ruhusa kupigana ruhusa. Leo hatupigani. Sawa. Leo hatupigani. Nataka nifunge kipindi kwa namna rahisi tu. Namna simple. Ndugu yangu, nataka nikushauri. Narudia tena. Mwanamke ukimpata anayejua unakoenda, chochote kinachokosti kuwa naye mchukue. Ndio nilichofanya, lakini hamtaki tu kunisikiliza. Atuongee na wewe. Mnashauriana wawili, maliza ushauri huko. Tunazungumza na vijana wenye ndoto kubwa mjini. Unataka kuwa mwanasiasa, una ndoto ya kuwa mwanasiasa. Ushampata aliye kwenye siasa. Vyovyote alivyo, chochote kinachokosti kuwa naye, kuna gharama za kulipia za kuwa naye, kwa sababu sio kitu cheap ulichokipata. Gharama za kulipia, kuna maisha labda anayo na aliozaa nao. Kuna maisha labda anayo kutoka kwenye biashara na aliyekuwa nao mwanzo. Hizo ni gharama za kulipia ambazo ili uweze kuishi. Funga kinywa, kaa kimya, zingatia malengo yako. Ni kweli, lakini unajua natamani nitie kitu hapo. Utie neno gani? Natamani nitie neno hapo. Lipi? Egemea hapo afu nifunguke vizuri. Tunapozungumzia watu wa kukushauri. Naam. Iwe ni mwanamke, ni mfano kama mimi, ndoto yangu kubwa ni kupata labda tuseme mwanamke ambaye ni afisa wa jeshi. Lile lolote ile jeshi la polisi, yani ineno tu jeshi, kwamba katika hivyo vikosi humo itokee nipate mwanamke katika hilo eneo. Mimi naenda kufungua tu hospitali, tutapigwa sana. Iko hivi. Na kumpata mtu ambaye anakupush. Akawa tayari ana watoto au mtoto kazalishwa mmoja. Brother, kwa huyu mtu ni kweli kabisa na kwamba huyu mtu anaweza akanipush. Kitakachonipa nguvu mimi ya kuwa na ule singomaza, natakiwa kuona ana msimamo gani na mimi, na sio mimi niko naye alafu bado kuna uhuru ambao anamruhusu huyu mwamba. Mimi na lazuri maisha dunia sasa hivi, nisikilize wewe ndo unatafuta. Yes. Mimi naishi au maisha. Itabidi ujifunze sana kwenye experience kuliko kwenye mawazo ya kufikiri. Sawa? Kuwa na mtu ambaye ana kitu unachokitafuta, kuna gharama za kuwa naye. Wewe usiwe spy kwenye mahusiano. Hapana, yani nikwambie kitu kimoja. Tumerudi kule. Nataka nikwambie kitu kimoja kwamba mmeanza kufarakana. Hapana. Nikimaliza mtarudi kwangu. Hajafarakana. Isipokuwa alitoka kidogo kwenye point yangu mimi. Narudi kwenye point yangu kwamba wako masingle mothers ambao wana misimamo yao na mahusiano yao mapya. Hao ndo naozungumzia mimi. Ndio nao wataka. Huyo ndo naye mtaka kwamba ambaye tayari ameshaweka mipaka na mzazi mwenzake. Kwa sababu gani? Before kuzaa na ule mbaba aliwahi kuwa na mahusiano pia mengine. Mimi nitakushauri. Twende, naomba niache, utanichanganya. Yaani atakupeka kwenye vitu vya 2000. Naomba niache na masingle mother wangu, niache. Kama huyu single mothers aliweza kuachana baadhi ya maboyfriend wake kabla ya kuzaa, kadhalika vile vile aachana na leza naye. Akuachana naye, hakuna mtu anaweza kuolewa na wewe afu yule bado uko naye. Sikiliza. Of course ni sawa. Ni sawa kuachana naye. Ni sawa. Yaani aachane naye kwa maana kwamba hata milango ya mawasiliano ikiwezekana ifunge. Nataka aache katundu toka kupitishia hewa kwa maana kujua taarifa za mtoto. Nataka nikupe credit moja. Basi huyo single mothers mimi na amani. Nataka nikupe credit moja. Ukijiokotea ambaye atakuonesha na kaburi la yule kenge aliyopita, huo ni mgodi. Na kazia ukaonyeshwe kaburi la yule kwa sababu wahenga walisema mimi nataka niwakoti wahenga. Walisema siku zote nyani atakumbuka pori lake. Nisikilizeni jamani, niambie. Babangu aliniambia mwanangu nakuelewa, lakini polo akihitaji ufundi kupasha. Brother, umeona? Nitakutia vibao siko upande wako hata kimoja. Nisikilize. Sitaki vitu vimbili. Tumalizie. Jamani. Hawa masingle mothers. Ndio. Jamani, naomba niwaeleze. Wapo.
Si mnaelewa kisio changu. Wamenyoka. Wapo brother, wapo kadhalika kwenye mahusiano yako tu ya kawaida. Kuna mabinti ambao umewahi kuachana nao brother, subutu kurudisha mguu uone shughuli yake. Mimi ninachokiomba jaribu wako single mother yoyote atakayeomba namba ya mheshimiwa pale asipewe. Nisikilize, kwa nini asipewe? Utazidiwa. Hapana, ana haki zake za msingi. Ndio maana nikasemaje, ikiwa hata kwa sababu gani? Narudi kwenye point yangu, mnachoogopa masingle mothers ni kwamba watawachiti kwa wazazi wenzao, si ndio? Kwa wazazi wenda. Mimi nikauliza swali moja, vipi ikiwa unamtoa binti fresh lakini bado ana mahusiano na boyfriend wake wa chuo? Issue ni tutakesha. Hii mara tutakesha. Sasa nimeweza kwa kusema kwamba wako masingle mothers ambao wana misimamo yao. Ndio. Na hao wakinipata mimi tumetoboa. Naona sasa hivi wanajinadi. Niishie hapo. Tumalizie tu. Nataka nifunge kipindi. Mada ilikuwa ni biashara na familia. Naam. Msingi wa biashara ni familia. Kuliko uwe na familia mbovu, ni afadhali usiwe na familia. Ukiwa na familia supportive, kama una ndoto, nazungumza na wenye ndoto. Kipindi hiki ni kwa ajili ya wenye ndoto kubwa. Wanaotafuta tu watu kuzaa nao. Nyinyi fanyeni mnachojisikia. Na lolote liwakute. Lolote liwakute. Nazungumza kijana mwenye malengo, kijana mwenye ndoto. Nitafunga kwa namna moja ama mbili. Naam. Kijana, mwanaume hautaambiwa kila kitu kabisa, hautaelezwa vyote, sawa, lakini utashauriwa. Usalama zaidi. Ndio. Usalama zaidi. Ukimpata anayejua unakoenda, gharama yote inafaa kuwa naye, chukua kuliko kwenda kulipia mentor. Na pia naomba niseme tu kwamba ukimpata ambaye mnaweza mkashauriana, mkajenga wote from the ground, usizibe masikio wala macho, mnaweza mkafika sehemu. Sasa hivi kidogo tuko pamoja. Asante sana. Hii ni hekima. Lakini pia kwa kumalizia, ukimpata single mothers ambaye anaweza kana na msimamo na wewe na akakuelewa, akazingatia kile ambacho wewe unakitaka kwake, mchukue huyo dada. Kabisa, tuna support hilo. Mchukue huyo dada kwa sababu mimi jamani. Namba haitatolewa, lakini hatutoi namba. Kwa sababu amesema wakiwepo wengi. Inaonekana wewe unawatafuta wewe. Yani na hata Mungu akinipa, sioni sababu mmoja, upewe mmoja. Ukawahi kwenda kuslimu upate wanne. Sioni, hapana, uwezo wao babangu unatoa wapi? Mimi ni kwa ajili ya mmoja. Asante sana. Hapa ni Alkebulan Media. Hii ni Hekima Mfumo, platform itakao kufundisha namna gani ya kwa kwenye biashara, ufanye na nani biashara, uende njia gani. Hapa ndo sehemu pekee ya kutulia utakapojifunza yote. Familia na biashara, kipindi kimekwisha.